ibada yetu itafunguliwa. Fungua moyo wako ulete kwa kiongozi wa sifa aweze kuendelea. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Ni muda mzuri wa kwenda kumsifu Mungu. Fungua moyo wako kwa ajili ya kumtukuza Mungu wetu. Naomba mfunike macho nimshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha sifa. Baba yetu, Mungu wetu uliye mwema, mfalme wa mbingu na nchi, wewe mwaminifu, mfalme wa pekee, maana umetupa kibali tena kuwemo hemani mwako wakati na saa ya Kristo. Ni kwa neema ya ajabu ambayo umetupatia, mfalme wa mbingu na nchi, maana wengi walitamani kuona siku ya leo wawemo hemani mwako Jehova, lakini hawajapata kibali hicho Kristo, wengine wakiwa dhaifu na wengine wamekutana na adha mbalimbali kwenye maisha yao. Sisi ni kwa neema tu ya ajabu ambayo umetupendelea, Mungu wetu uliye mkuu. Tamaraki mahali hapa, Mungu wetu uliye hai. Napoanza kipindi chetu cha uimbaji, Jehova, anza nasi, mfalme wa mbingu na nchi. Katuhudumie Mungu wetu uliye mwema. Hudumie kila mmoja aliyoko hemani mwako, akakusifu na kukutukuza wewe Mungu wetu uliye mwema, maana unastahili sifa, mfalme wa pekee. Nami niliyosimama madhabahuni pako, mimi ni chombo tu. Kanitumie kama jinsi upendavyo wewe Kristo. Kasifu kupitia kinywa changu, Mungu wangu uliye mwema, nami nikakutukuze mahali hapa, mfalme wa pekee. Kabidhi mikononi mwako, rika uwepo wako na Roho Mtakatifu, endelee kutuhudumia mahali hapa, nikiomba na kushukuru. Amen. Kabla tujaimba tenzi, nitoe utaratibu waimbaji wa kwaya. Taanza na Petro, ataimba wimbo mmoja, takuja ushirikiano, watamalizia Ebeneza. Amen. Tuimbe tenzi namba 29. Fungue tenzi namba 29. Pige makofi napoimba tenzi namba 29. Pige makofi. Baba yetu Amen.
maana yeye ni mwema katikati ya maisha yetu, anatulinda na kutuponya pamoja na familia zetu. Nimeuona mkono wa Bwana ukiwa pamoja nasi, maana yeye ni mwaminifu. Wakati wa kwenda kuabudu Baba yetu
pengine tunaingia wakati wa matoleo. Andaa sadaka yako nzuri kabisa. Tunakuwa na sadaka aina mbili. Ya kwanza ya ibada, ya pili ya maendeleo ya kanisa. Na tunaanzia upande huu kutoa kule nyuma. Tunakuja hapa katikati, tunamalizia mwisho. Karibu kwa matoleo na Mungu atakubariki. Asante sana. Asante kwa kipindi kilichopita. Karibu mzee wa zamu, naendelea mahali hapa na Mungu atakubariki. Amina. Jamani, makofi na vigelegele. Basi tunamshukuru Mungu wetu kwa sababu tumemwona akituhudumia katikati ya ibada yetu ya sifa. Amina. Amen. Na pia ametupa kibali cha kuweza kuwepo hemani mwake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Labda niseme kwamba tunachelewa sana kufika ibadani. Yaani mpaka pale mzee wa zamu anasimama, viti viko wazi. Amina. Tujitahidi, sisi wa mama ndio wenye wajibu mkubwa kwenye familia. Hebu jitahidi kuamka asubuhi. Biblia inasema mwanamke anatakiwa amke kabla usiku haujaisha. Kabla usiku haujaisha. Ukiona chai inakuchelewesha, pika usiku, ujaze kwenye thermos. Amina. Ili uweze kuwahi. Yaani mpaka saa 4 unakuta yani watu hawajafika. Mungu atusaidie kwa hilo pia. Amina. Haleluya. Sisi
sisi viongozi huwa tunadamka hapa 12 tuko hapa. Ndio maana wakati mwingine tunachelewa wahi ibadani, tunakuja kuweka mazingira yakae vizuri. Sasa wewe unachelewa na nini? Amka asubuhi, weka mambo yako vizuri ili uweze kuwahi. Amina. Basi bila kupoteza muda, kanisa letu linapenda sana wageni. Niulize kama yupo mgeni ambaye mara yake ya kwanza kuja kujumuika pamoja nasi. Punga mkono wako namna hii mgeni. Amina. Pia usimame hapo ulipo. Karibu huku mbele kwa ajili ya kujisalimia kanisa. Karibu huku mbele. Kristo mfalme wetu mtakatifu, asante Bwana kwa muujiza mkubwa kwa ajili ya hawa wote waliomo nyumbani mwako asubuhi ya leo. Mfalme, nawakusanya kutoka mahali na kuwaleta nyumbani mwako, kwa kuwa Bwana unawapenda kama wao wanavyokupenda wewe, kwa kuwa wamekuja sasa nyumbani mwako kukushukuru na kukuabudu, kukusifu na kukushangilia, na zaidi ya yote kutolea Bwana sadaka hii ambayo tayari wamekwisha kutoa kitini neno lako ambalo umesema watu wako wajiwekea hazina mbinguni, mahali penye usalama zaidi kuliko hapa duniani. Nao wamekwisha kutenda hivi, kila mmoja kwa kadiri alivyofanikiwa, na kwa moyo wake wa kupenda na kwa hiari yake ametoa kwako Mungu. Nami mtumishi wako na muombea kwako, naomba Mungu wa mbingu na nchi, kama vile ulivyopokea sadaka za watakatifu watu mashujaa katika imani, kina Ibrahim, Habili na wengineo, naomba Bwana majeshi sadaka ya mtu huyu ya zaka, sadaka ya ibada hii na shukurani zote ambazo zimetolewa, na hata michango mbalimbali kwa ajili ya kazi yako, vyote wameleta kwako, kwa kuwa wewe Mungu ni vyako na umewapa kwa muda. Naomba sasa baraka yako Mungu ikae na kila mmoja katika jina la Bwana Yesu Kristo hai. Maisha yake na mipango yake aliyonayo iliyo mizuri, Bwana ukaibariki katika jina la Yesu Kristo. Apokee baraka, awe mshindi katika mambo mengi yaliyo mbele yake Mungu, akawe mzima kiroho na kimwili ili kumtetea katika jina la Yesu. Zaidi ya yote Bwana, endelea kumlinda kama vile ulivyokuwa ukimlinda Ayubu mtumishi wako. Endelea kumwepusha kama vile ulivyoepusha wengi katika mambo mengi. Mishale yoyote mwovu shetani inavyotuma kwake sasa, Bwana ukawe ngao yake katika jina la Yesu. Baraka zako Mungu zikae na kazi zao na familia zao, ikiomba hivi sana. Sasa baada ya kumpa mwenzako salamu, uhakikishe umekaa na kutulia. Msalimie tena, mwambie barikiwe na Bwana Yesu. Niongea kwa kuja nyumbani mwa Mungu. Amen, 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 amen. Tunayo shukrani sana waona ndugu zetu wageni waliotutembelea katika kanisa, akiwepo binti yangu Flora. Flora, mtumishi wa Mungu, umesalimia kweli? Okay, bariki sana. Na wengine ambao umetusalimia, karibuni sana. Na baada ya hapo, naam, asante jamaa, tupe makofi kwa Bwana asifiwe sana. Okay. Tumepata habari kwamba mtu anataka kuokoka, si ndio? Ameshaombewa, anataka kuokoka, si ndio? Unamkumbuka? Karibu. Anataka kuokoka. Sana. Alishasalimia, jina lake akakitaja? Okay. Na Ibrahim Chachi. Asante sana. Ndio tuongeze na yule binti. Nani njoo? Nani hapo gift?
Yote uongozi sana toka pamoja na msiangalia tu baba yangu. Pole sana. Naomba tena tusimame. Nasema asante. Nasema asante. Nasema asante. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wewe. Tunaenda kuwaombea sala ya toba. Huyu ni mwenyeji wa kanisa, lakini kwa hiyo tunamwombea sala ya toba. Huyu ni mgeni wetu wa mara ya kwanza. Wote tafatisha maneno yafuatayo baba nyuma yangu. Basi tufurike macho. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja kwako siku hii. Natambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nimefanya dhambi nyingi. Kwa kujua na kwa kutokujua. Nasikitika kwamba nimekukosa wewe Mungu. Leo hii naamua kutubu dhambi zangu zote nilizozitenda. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu kile cha hukumu. Uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Tangu sasa namkataa shetani na mambo yake yote katika maisha yangu. Na kupokea Yesu uingie moyoni mwangu, ufanye makao. Damu yako Yesu iliyomwagika msalabani ili nitakase moyo wangu, nafsi yangu na hata mwili wangu katika jina la Yesu. Mungu unijaze Roho Mtakatifu ndani ya moyo wangu, nami nitakutumikia. Tuweke mikono kifuani wote, weke mikono kifuani. Nielekeza huku tuombe kwa ajili yao. Bwana wasaidie. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo mfalme wetu, tunawaleta watu hawa Baba huyu mkono mwako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunaweka mikono yetu juu yake. Tangu sasa tunapisha kila nguvu ya dhambi kwenye maisha yake. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, toka nguvu ya giza, toka nguvu ya shetani, toka nguvu ya aina yoyote ya kuzimu. Katika jina la Yesu, pepo wa aina yoyote na kuapisha katika jina la Yesu, jisalimishe. Toka hapa, toka ndani mwake nguvu ya kuzimu, toka roho ya dhambi, toka mateso, toka hali mbaya, toka magonjwa, toka vifungo. Kwa jina la Yesu Kristo hai, ninanyamazisha pepo zote, toka ndani mwake katika jina la Yesu. Kila mzigo mzito uliokuwa ndani mwake na uamuru kutoka kwa jina la Yesu aliye hai. Achia maisha ya baba huyu, achia moyo wa baba huyu, achia roho yake, achia nafsi yake kwa jina la Yesu. Navunja na kuapisha kwa damu ya Mwokozi. Baba Mungu mtakatifu, mfunike kwa wokovu wako katika jina la Yesu aliye hai. Nasimama kinyume na nguvu za shetani ndani ya maisha ya binti huyu kwa jina la Yesu. Pepo kutoka kuzimu, pepo shetani, pepo wa kuzimu, roho chafu za aina yote, kwa jina la Yesu na kuapisha, toka ndani yake, na kuapisha kwa damu ya Yesu, na kuapisha mwilini wake, na kuapisha katika moyo wake, toka katika jina la Yesu. Roho kuzimu na ziachie maisha yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila nguvu ya kuzimu, kila nguvu toka katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kifungo, kila mkosi, kila balaa, kila namna pando isiyotoka kwako Mungu, panda ondoke kwa jina la Yesu. Ondoka na kuapisha kwa jina la Yesu. Nenda na kuapisha kwa jina la Yesu.
mashetani yote toka ndani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, toka wewe jini unaokaa ndani, jini unaokaa kwenye mwili huo, roho mbaya iliyotawala maisha na kuagiza kwa moto, kwa moto, kwa moto, jisalimishe. Toka, nenda, 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 panda uondoke, panda uondoke, na kuapisha kwa moto. Toka, toka, nenda, toka, mwachie, toka, mwachie, toka na mwachie, toka, nenda utoto, toka na kuapisha moto, 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 na kuamuru kwa moto. Toka, achia maisha yake. Nenda, nenda hapo ulipo, tamka ondoke, tamka ondoke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shetani, kwa jina la Yesu, roho chafu, toka, nenda, 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 na kuapisha kwa damu ya Yesu, na kuapisha tangu utosi wake hata wale miguu yake, na kuamuru wewe uliokaa ndani chini chini, Makata, Maimuna, Subiana, wa aina yoyote, na kuamuru kwa jina la Yesu. Haya, funga milango, ondoka. Ni mwisho kutawala mwili wake, na kuapisha kwa damu ya Yesu. Nenda ulikotoka sasa kwa jina la Yesu. Awe salama, ponyo na wewe Mungu. Amen. Naomba tuketi, tuketi, tuketi. Mungu atubariki. Asante sana. Asante sana. Baba, Mungu akubariki. Utaonana na sisi baadaye kidogo. Asante sana. Baada ya mahubiri yetu tutakuwa na watumishi wa Mungu, ndugu zetu, labda tu baadhi wasaidie. Alafu pale baadaye tutaacha muda fulani ya kupata kuzungumza na sisi. Karibu mama yetu. Tupige makofi anapopita. Karibu, karibu, karibu. Pige makofi, makofi. Karibu. Tushangilie. Maiki nyingine tupatie mama wale. Sana. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Amen. Nimefurahi kufika mahali hapa. Tuko na wenzangu wako njiani wanakuja, mama mchungaji na wachungaji wengine. Leo tuna jambo zuri ambalo tutawashirikisha baada ya ibada hii. Naitwa Bedastina. Nimeokoka, ninampenda Yesu. Mungu awabariki sana. Asante sana. Barikiwe, tupongeze. Makofi tena mengi kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tutasikia baadaye vizuri mara muda wao utakapofika. Tunategemea kuwa na mkutano wa Injili kuanzia mwezi wa 9. Bwana asifiwe sana. Tunategemea kuwa na mkutano wa Injili kuanzia mwezi wa 9, tarehe za kwanza, wiki ya kwanza au wiki ya pili, tutawaambia pale mbele. Kwa hiyo mpe mwenzako mkono, mwambie endelea kuandaa kwa maombi. Mpe mkono jirani yako, mwambie endelea kuandaa kwa maombi na kwa fedha. Mwambie barikiwe na Bwana Yesu. Ujenzi wetu wa fensi yetu au uzio wa kanisa, unafikiri kuna wengine mnaona tu huko. Mmoja akasema, "Hivi kumbe na huko umejenga na huko." Tunaposema fensi, maana tunapaswa uzunguke uone. Amen. Jamani, Bwana asifiwe sana. Uzunguke, fanyeje? Uangalie. Maana anayejenga ni wewe pamoja na Mungu. Kwa hiyo mkaguzi ni wewe. Mwenye kuangalia wapi bado ni wewe. Kwa lugha hiyo sasa, yule ambaye hajamaliza ile michango yetu, tunaomba endelee kupunguza. Wakusanyaji leo walipunguza wapendwa. Yaani mimi nashuhudia hapa sasa hivi tutachangisha mpaka mtu amalize senti ya mwisho. Mwambie mwenzako tutachangisha mpaka amalize senti ya mwisho. Yaani hata mpaka subiri. Anapenda yatachangisha, tunataka tuchangishe mpaka senti ya mwisho ili nyumba
na watoto waimbaji wa gospel wa injili. Bwana sifa sana. Amen. Simpige makofi. Moja ya Costa moja inakuja Jumamosi, kila Jumamosi hapa ukisubiri jioni saa 12 unaona kubwa ile inateremka hapa naenda hivi na paki pale inasubiri watu wanada kimaliza. Leo anaishi Mkonze huko. Ikimaliza pale inawachukua watu naenda hivi. Costa kutoka kwenye mshahara wa shilingi 20,000 atoe fungu la 10,000 abaki 18 achukue zingine. Chungaji, naomba basikeli yako nikaitengeneze. Nenda natengeneza. Bati zake ziko pale. Huu ukuta tunanyang'anyana bwana. Asijenga ache. Anaelewa na sikio la kusikia, atoe kidogo kidogo, ajenge ukuta wa nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Atoe kidogo kidogo. Namshukuru mama hapa, mama Mwenda mjane, alikuja siku moja amekuja 100,000. Tumpigie makofi mengi. Akatoa 100,000. Unafikiri kutoa laki ni kazi ndogo? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Unaona zijatosha? 80, 90 hazijatosha. Uweke na laki. Mwambie hapo umechelewa bado utaenda kutoa watu. Bwana asifiwe sana. Amen. Akia Mungu nitakuwa napitia na soma. Yaani utatoa mpaka mwisho. Amina. Tena kwa furaha. Amen. Alafu kwa hiari wala lazimisho. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kusema hivi tunaruhusu kuendelea kuleta kadri unavyofanikiwa ili tuendelee kukamilisha. Sawa jamani? Usifikiri pamekamilisha. Kule si unaona baba huko wazi tunataka mageti na nini hivi. Lakini kuhusu hizi taarifa ni muhimu kuzitoa hivi. Taarifa kuhusu hizi sadaka wanazokusanyisha pale. Mwingine usiache kuja kanisani kwa sababu unakutana na maboksi pale ya wao mafaili haya yanataka pesa. Wewe njoo tu. Mpaka tangu umeanza tarehe 4 tarehe 1 mwezi wa 4 2026 mpaka tarehe 10 mwezi wa 7 2026, zile mnazotoa pale mmefikisha shilingi wanaita sadaka ya maendeleo 158,300. Pige makofi kwa Yesu. Kanisa linatoa tena injili 10,800. Pige na 500. Pige makofi kwa Yesu. Kanisa litatoa shilingi 13,000 kwa ajili ya teolojia tunasema. Pige makofi kwa Yesu. Kanisa litatoa wataalamu tangu tarehe 1 mwezi wa 4 mpaka juzi mmekusanya 68,800. Pige makofi kwa Yesu. Tunaposema wataalamu wengine wamemaliza hapo kwenye kiwango hicho, wengine hawajaanza. Haya, na mchungaji na mimi nimetoa zangu ambazo ninatakiwa kutoa, nimepunguza. Sisi tunatoa kwa mwaka, kwa hiyo tutapunguza. Nimeshapunguza zangu hapa na hesabu kama 36 hivi. Pige makofi kwa Yesu. Haya, nimetoa 36 kwa mwaka, bado nimebakisha 6, kwa hiyo inakuwa 70. Kwa hiyo jumla pesa zinazotegemea kutumwa, ikiwezekana hata leo, Riziki na Mama Nuru mzitume. Baada ya kusemana saa 6 kasoro tuende kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linasema hivi, kumwomba Mungu kunabadilisha yasiyowezekana kwa akili ya kibinadamu. Kumwomba Mungu kunabadilisha yasiyowezekana kwa akili ya kibinadamu. Bwana asifiwe sana. Tatumia muda huo na Mungu akutie nguvu. Kumwomba Mungu kunabadilisha yasiyowezekana kwa akili ya kibinadamu. Mtu anapomwomba Mungu, basi ategemee kwamba kuna mambo mengine usingeweza kwa akili
yaweza kuwezekana kwa sababu tu ya kuomba Mungu. Hili halikuwepo kwenye maandishi yangu hapa, lakini naona nakumbushwa hapa. Ukumbuke habari za mfalme mmoja aliota ndoto, alafu akaisahau ndoto, na maana yake pia haijui. Ndoto ameota amesahau, alafu maana yake pia haijui. Baadaye wakaitwa watu waje wamweleze kwanza ndoto hiyo ni ipi, maana yake nini. Watu wakashindwa kuielewa hiyo ndoto, lakini neema ya Mungu kwa Daniel kamwambia mfalme, tunaomba utupe muda, na alikuwa amesema kama hamnionyeshi wote shingo zenu zinaondolewa. Akasema tupe muda, wakaenda kumwomba Mungu. Wakaomba Mungu, Daniel pamoja na wenzake. Mungu wa mbingu na nchi akaufunulia Danieli siri ile ya ndoto. Ndoto ni nini na maana zake? Pige makofi kwa Bwana Yesu. Sasa kwa mtajo huo tasema yamkini kuna jambo linalosumbua akili yako. Yaani utangulizi. Yamkini kuna jambo linasumbua akili yako au nafsi yako. Naona yamkini kuna jambo la kusumbua kwenye wingi kama huu. Kila mmoja hapa yamkini, kila mtu ana jambo jingine na msumbuo, yasumbua akili, inasumbua nafsi. Kama kuna jambo linasumbua akili yako au nafsi, jambo hilo mwarobaini wake ni kumwomba Mungu. Piga makofi kwa Yesu. Kumwomba Mungu. Nafikiri wote hapa tunajua kumwomba Mungu ni kufanyaje. Kumwomba Mungu hapa, nafikiri kwenye kanisa kama hili kila mtu anajua kumwomba Mungu ni kufanyaje. Basi sina haja ya kusema hivi nini. Unajua tu kumwomba Mungu ni kufanyaje. Ila tatizo ni kwamba nimeshafika kwenye tatizo. Naendelea mimi. Utangulizi tumesema hivi, yamkini una jambo linalosumbua akili yako. Jambo hilo mwarobaini wake ni kumwomba Mungu. Umeshamaliza. Lakini tatizo ni nini sasa? Tatizo kama mwarobaini ni kumwomba Mungu, basi tatizo ni kutokuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo ni kufanyaje? Hivi ingetokea wale wameoteshwa ndoto, ile mfalme ameota, alafu akasema na sisi hatutaki kwenda kumuuliza Mungu, maana Mungu ndio mwenye mafumbo yote. Ingekuwaje? Tatizo ni kutokumuomba Mungu. Bwana akasema hampati kwa sababu hamuombi. Si Mungu amesema hivi. Lakini akasema hata kama mnaomba, wengine mnaomba vibaya. Ili yote tatizo. Kutokuomba tatizo, kuomba vibaya ni tatizo vile. Sisemi nyinyi mnaomba humu hamuombi. Sisemi nyinyi mnaomba mnaomba vibaya. Mimi nakumbusha neno la Mungu linalozungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ifahamike kwamba kumwomba Mungu, kumwomba Mungu kuna badilisha yasiyowezekana kwa akili ya kibinadamu. Fahamike hivi. Sasa tuone katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 21:27 hadi 29. Wafalme wa kwanza sura 21 mstari wa 27 hadi 29.
Twende chap chap. Somaji karibu. Wafalme wa kwanza sura ya 21 mstari wa 21. No, kwa 27. Mstari wa 27. Hadi 29. Hadi 29. Biblia inasema, ikawa Ahabu alipoyasikia maneno hayo, akayararua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza juu ya magunia, akaenda kwa upole. Neno la Bwana likaja kwa Eliya Mtishbi kusema, huoni jinsi Ahabu alivyojidhihiri mbele yangu? Basi kwa sababu amejidhihiri mbele yangu, sitayaleta yale mabaya katika siku zake, ila katika siku za mwanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. Asante. Sijui kama umemsikiliza msomaji vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaomba maombi ya Ahabu. Ahabu alikuwa ni mfalme. Nafikiri kulikuwa kuna changamoto nyingi, lakini kwa kifupi kwamba alipoelewa kwamba kuna changamoto za sumbua, Biblia inasema mstari wa 29 ndio point pale. Angalia mstari wa 29. Mstari wa 29 ni Mungu anamwambia nabii Isaya kwamba Mungu ameonaje. Rudia huo mstari wa 29. Mungu ameonaje? Anasemaje Mungu? Mstari wa 29. Huoni jinsi Ahabu alivyojidhihiri? Wewe Isaya, huoni jinsi huyo Ahabu aliyejidhihiri? Basi kwa sababu amejidhihiri mbele yangu, kwa sababu ameamua kujishusha na ameamua kuniomba mimi, sitayaleta yale mabaya katika siku zake. Nimegairi mambo mabaya nitaka kuyaleta wakati huu alionao, ila katika siku za mwanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. Kwa lugha nyingine, kipindi hichi Ahabu yupo kwa ajili ya maombi aliyoomba. Sasa sileti mabaya, ila nasubiri akipita kipindi chake ndicho ataleta mabaya anaweza kuleta. Mpigie Bwana Yesu makofi. Nifahamike kwamba maombi hubadili yale yasiyowezekana kwa akili ya binadamu. Mungu akasema nimeacha kwa sababu amejiziri, sileti mabaya. Kipindi chake chote nitaleta kipindi cha watoto wake leo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kuomba Mungu kuna badilisha yasiwezekana kwa akili za binadamu. Ahabu akaomba, Mungu akasema na Isaya tumishi, huoni Ahabu jinsi alivyojidhihiri? Kujiziri, maombi ya kujiziri sio kwamba wakute tu hivi. Ilikuwa ni shughuli. Mtu anaamua, anapanga muda maalum, anaamua kusema ngoja niseme na Bwana. Anaahirisha mambo mengine, anatulia. Aidha si wapi, anatulia mwenyewe. Karibu msomaji. Kitabu cha Ezekieli sura ya 33 mstari wa 16. Sawa. Biblia inasema, katika dhambi zake zote alizozitenda. Kama kuna mtu ana tabia ya madhambi anayofanya, hata moja haitakumbukwa juu yake. Ametenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi. Sawa kabisa. Haijalishi huyu inazungumza changamoto ya dhambi. Lakini mtu sasa na return back, na geuka, na achana na hii, nataka nitende yaliyonyoka. Biblia inasema Bwana halitakumbukwa hata moja kati ya yale yaliokuwa ameyafanya. Kuomba Mungu kunabadilisha. Kwa nini watu wanakaa wako na dhambi tu? Pengine kwa sababu ya Mungu. Nasema unapozidi kumkaribia Mungu unajiona kama bado hujatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unapozidi kumkaribia nani? Mungu. Unaona bado hujatosha.
lakini kama umkaribii Mungu unaona umetosha. Huyu akasema kama mtu yeyote ana changamoto aidha na dhambi, lakini sasa akayali yeye mwenyewe kwamba sasa naacha, kaomba Mungu, akaanza kutenda yaliyonyoka kabisa. Acha basi hata moja ile ile. Kuna mdada mmoja nilikuta siku moja aliponza mtu amekufa. Nikakuta siku moja ameponza mtu mwanaume mnene amekufa chali. Amebakiwa tu na jinsi, suruali ya jinsi, huku kifuani hana kitu. Alafu mkono huu wa kushoto ameshika t-shirt yake alikuwa amevaa kifuani. Amepigwa visu, vingine hapa, madhara kana mpiga bila funguzana. Kwa hiyo alikuwa akimbia hivi, kisha yuko nyuma anapiga kwa huko. Nyingine hapa. Amepigwa amegeuka hivi akakutana kingine hapa. Pigwa kama kazani. Kaona alivuko na kukimbilia sifiki, ngoja tu nianguke hapa kwenye mlango wa jirani, niingie kwenye nyumba ya mtu. Mlango ule anafika na ile mama mwenye nyumba mmeacha alikuwa msafiri, yeye kabaki peke yake. Mama yule akasikia wangi wanafunza kumbe mtu anakula visu. Alipokaribia kutaka kuingia na ule mlango, ule mama akainuka, akaenda kukandamiza ule mlango kwa nguvu. Huyu anataka kuingia, huyu mama huyu amekandamiza kwa ndani. Akasikia sauti moja inamwambia umeniua. Kaanguka chali. Ile jamaa karudi nyuma na kisu chake akatokomea usikojulikana. Sasa mama yule hana tochi, hana simu, siku hizo simu hazipo. Sio mbali tu ni hapa Veula, wanaanza unafikira zungumza habari za wapi? Hapa tu Veula. Sasa anasema mama yule akaenda mle ndani kutafuta washa moto kwanza. Awashe moto haja huyu aliye. Unajua anamsikia na koroma hapo nje. Mlangoni balaa imemfuata. Anakuja na kijinga chake kilichowaka, anakuta jembe limeanguka mlangoni pake. Milango ile nyimo ya milango imepakwa damu. Alipokuwa anapigwa ile akishika hivi, akishika hiyo sehemu hizo mikono yatapaka damu. Alipokuja kushika ile ndio nyimo ya milango yote ina damu. Kaanguka pale chini. Mumea hayupo yeye. Piga yowe na mama wa Mungu wetu wa haki, ukimwomba lazima atokee mabadiliko. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Tusome andiko lingine katika Yakobo 5. Yakobo 5:14-18. Yakobo 5:14-18. Yakobo 5:14-18. Ujumbe unasema kumwomba Mungu kunabadilisha yasiyowezekana kwa akili za kibinadamu. Karibu. Yakobo 5:14-18. Sawa. Biblia inasema mtu wa kwenu amekuwa hawezi, mgonjwa au na shida nyingine, na awaite wazee wa kanisa nao wamwombee. Sawa. Na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Sawa. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Sawa. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. 16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Kuomba kwa mtu mwenye haki kunafaa sana, akiomba kwa bidii. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Ndugu zangu, ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli, na mtu mwingine akamrejeza. Bwana Yesu asifiwe. Natosha hapa. Amen. Hapa tunaambiwa na Yakobo kwa watu wote. Anaanza mtu wa kwenu amekuwa hawezi. Aombe. Kuomba kwa mtu sio ovyo ovyo, mtu mwenye haki.
Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Kuomba kwa mtu mwenye nini? Na kutoa kwa mtu mwenye tufundishe hivyo. Hatuishi kiholela. Kuomba kwa mtu mwenye haki kunafanya. Na kutoa kwa mtu mwenye nini? Mwenye haki. Hatuwezi tunaleta sadaka lakini sio mwenye haki. Sasa hizo wasaidia hata kama tutamulika mpaka tuzunguke hata pesa au vitu. Kuomba kwa mtu mwenye haki kwa fasana, akiomba kwa bidii. Tunapewa mfano wa mtu Elia alivyoomba kama haki. Mvua haikunyesha. Yesu asifiwe sana. Mvua haikunyesha miaka mingapi? Anasema mpaka Elia mwenyewe alijaribiwa. Unajua alipoanza kuomba Mungu Baba katika jina la Yesu naomba mvua isinyeshe miaka mitatu. Wewe kufikia ati miaka mitatu na nusu. Kama ni Dodoma isinyeshe miaka mitatu na nusu, maisha yanakuaje? Tunaposoma tu hapa kwa haraka inakuwa kama rahisi. Lakini sio vile unavyofikiri. Miaka mitatu, mwaka wa kwanza kwa mwaka wa pili kwa mwaka wa tatu. Maana yake kwamba nini? Kulikuwa kuna kijito alichokuwa anakitumia wakati anaomba mvua isinyeshe, kuna ateka maji ya kunywa. Kumbe hakujua ya kwamba anaposema sasa kwamba mvua isinyeshe miaka mitatu, hakujua kwamba kitakauka. Maana kinajazwa kwa mvua. Mwaka ukaka ukazidi mwaka wa pili, anaishije? Maji anapata wapi? Na shetani anamwambia, wewe si ndio umesema isinyeshe mvua? Una shida gani? Sasa hivi tu tena msema inyeshe, si kwa neno? Akasema hata hivyo ni afadhali pale shida kuliko kukatiza niliyoyaomba. Nitasubiri, nitaishi kwa namna natakayoishi, lakini sisemi chochote mvua inyeshe. Ningekuwa mimi na wewe pengine ningefika tu miaka mbili, kiangazi kimezidi, Mungu nisamehe, mvua inyeshe leo. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema unaweza kutumia mamlaka vibaya. Kutumia nini? Ni kama mbaba ndani ya nyumba anatumia mamlaka vibaya. Eti kwa sababu ni baba ndani ya nyumba. Au kiongozi fulani anatumia mamlaka vibaya. Eti kwa sababu ni kiongozi eneo hilo. Tutumie mamlaka vizuri. Pige makofi kwa Bwana Yesu. Ukiomba kwa Mungu, Mungu atafanya yale ambayo pengine akili zilikuwa zimegonga ukuta ndui. Ukaelewa. Na ushuhuda mwanamama mmoja aliyekuwa anapata shida kwenye ndoa yake shida. Usimwambie mwenzio usizoelee tu hali zozote ile. Wakati nyingine ziingize kwenye maombi. Mwambie mwenzako hivi. Ingiza kwenye maombi. Hii mpaka hii, ngoja niingize kwenye maombi. Baba Mungu katika jina la Yesu, chumbani pake analia. Mungu analia. Sauti kaambia futa machozi sasa hivi. Tegea na yeye nuka kwenye chumba futa machozi. Yani unazijua bisibisi. Hata wewe sijui bisibisi ni mama wachache kazi. Unajua bisibisi anasema asiju. Sasa kama ungekuwa na bisibisi, ungefungua hiyo speaker. Ndio kase ziko pale dabodeka ya zamani. Mungu yana kichwa pale kuna milango miwili. Hiyo ndio kumiliki zile. Ungechukua uingize pale, wewe tu ili afanye ndio mnati. Afu ndani ungekutana na